let us make so that they can have dominion. Alafu inasema akuwe dominion over hizo vitu zote ameumba. Unaona alianza na kuumba vitu, alafu akaumba mwenye atakuwa boss wa hizo vitu. Sijui kama unaelewa. Sababu hivyo ndio Mungu anaoperate kwa maisha yetu. Anakuandalianga mahali utakuja ukuwe boss. Mungu hawezi kuleta mahali ukuwe boss wa bure. You're not a boss of nothing. If that happens, then that is not God. Lazima akutengenezee mahali alafu akulete ukuwe mdosi. So inamaanisha unaweza kuwa pengine unatafuta kazi, umesoma, umehitimu kazi fulani, umefika mpaka degree and what not, lakini unasikia upati kazi. But pengine kuna kampuni Mungu anaanzisha mahali, ikuje ifike mahali sasa wewe umequalify kukuja kuwa mdosi wa hiyo kampuni. Unaelewa? Because that is what God did. Anaanza kutengeneza maji, anatawalisha, anaweka jua, anafanya nini, anaweka wanyama, alafu analeta mdosi. Kwa hivyo wewe ni mdosi. Ambia jirani wewe ni mdosi. Because that is what God created you. He created you to have dominion. Okay? Na ndio verse 28 God anawabariki. Anawaambia be fruitful and multiply. So once you have dominion, aso unaweza kuwa fruitful na multiply. Okay? But hauwezi kuwa productive kama hauna dominion. Bwana asifiwe. Hii imeingia, sababu hii isipoingia hautaelewa huko mbele. Mungu alituumba sababu ya nini? Ya dominion. Sawa? Na bila dominion huwezi multiply ama ukuwe fruitful. Lazima ukuwe na dominion, akili yako uko na dominion. Mtu ako na stress ama ako na depression hana dominion. Ama si ndio hivyo Lorin? Si ulisomea hiyo maneno? Mtu hapa hayuko sawa, hata mtoto mdogo anaweza mfanya ajinyonge. Akimwambia unakaa aje, anasema basi hii dunia imeisha. Kwa sababu hapa mambo iko sawa. So we are supposed to have dominion.